Leo hii naomba watu wote, wakina dada, wakina kaka, tegeni masikio. Tena sasa ni kina dada, tega masikio kwenye hili. Sikiliza. Unapotaka kuanzisha mahusiano mapya ama mahusiano ya malengo na huyu mwanaume, hakikisha unamuuliza maswali magumu ambayo wewe unahitaji kuyapatia majibu. Walio wengi wamekuwa wakipata changamoto za kimahusiano kwa sababu wamekuwa hawaulizi maswali ambayo ni ya msingi. Wamekuwa wakiwachukua watu kutokana na appearance zao. Sikiliza. Unapoanzisha mahusiano na huyu mpenzi wako, huyu mwanaume anapokuja kutongoza kwako kwamba anataka kuanzisha mahusiano mapya na wewe ambao ni ya malengo, hakikisha unamuuliza maswali magumu sana, kwa sababu hii ni kama interview. Unachokikosea hapa kitakugharimu kwenye maisha yako, kwa sababu unataka kujua kama huyu mwanaume ambaye ninaenda kuoana naye sasa ni anaweza kuwa baba wa watoto wangu, anaweza kuhakikisha watoto wangu wanasoma, anaweza kuhakikisha vitu fulani vinafanyika katika maisha, anaweza kunilinda mimi, anaweza kunitetea mimi. Hakikisha maswali na majibu haya unakuwa nayo, kwa sababu huyu mwanaume ndio utakokuwa unalala naye miaka yote ambayo mtaishi, ndio atakuwa mnapika naye miaka yote mnayoishi, ndio mwanaume mtakuwa mnafanya naye kila kitu. Wakati mwingine matokeo mengine utakuwa unafanya wewe dada ni kutokana na akili za huyu mwanaume. Kwa hiyo hakikisha pale unapokuwa unataka kuanzisha mahusiano mapya, bado hujachelewa. Kama kweli unataka kuanzisha mahusiano mapya, sizungumzi na ambaye tayari ameshafanya mahusiano, sasa hivi ameshaolewa wala fadi. Nazungumza na huyu kijana ambaye yeye ndio kwanza anataka kuanzisha mahusiano mapya katika maisha yake. Na mahusiano nazungumzia, sizungumzii mahusiano ya eat and go. Nazungumzia huyu mwanaume aliyokuja kwako akiwa serious na anataka kukuoa. Huyu ndio mwanaume namzungumzia. Hakikisha unakuwa na maswali magumu sana kwake. Na ukiona maswali haya ambayo unayauliza, umekuwa ukiyauliza upate majibu kwa wakati, upate majibu ambayo ni sahihi, my dear, achana naye huyu mwanaume, kwa sababu utakuwa umesave muda wako na pia utakuwa umesave muda wake, na pia utakuwa umenusuru familia yako kwa kuishi katika mazingira mazuri. Huo ndio ushauri wangu. Lakini cha mwisho ni kwamba hakikisha mwanamke unabeba condom, kwa sababu siku hizi wanaume hawabebi condom na wamekuwa ni watu wa kuforce. Ajalisha atakuona vipi mnapokutana naye, lakini beba condom. Hii haihusiani na ujumbe niliotoa kwanza.